Mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi cha Grace Under Fire. Leo ni sehemu ya pili ya kisa cha mchungaji Eliezer Mtenda. Sehemu ya kwanza tuliishia ambapo sasa ameenda kanisani kwa kupelekwa. Hakuwa na mpango, lakini amehubiriwa. Yule alikuwa anamhubiria amekuwa na maneno mengi sana. Ameona ili asinichoshe, ananipotezea muda, wacha nikubali. Nimwambie bwana, nimekubali maneno yako. Baada ya kubali, jamaa anamwambia kama umekubali twende kanisani. Hana namna, inabidi aende kanisani. Anafika kanisani, watu wanatoa shuhuda. Baada ya kutoa shuhuda anasema ngoja na mimi niende nikaseme neno bwana. Anasema neno. Baada ya hapo anaongozwa sala ya toba, lakini anaongozwa sala ya toba inaisha, lakini mfukoni ana hirizi. Tunataka kujua baada ya hapo maisha yaliendeleaje? Niko na mtumishi wa Mungu, mchungaji Eliezer Mtenda. Mtumishi, habari za leo? Nzuri kabisa. Tuliishia sehemu iliyopita uko kanisani, umeongozwa sala ya toba. Ndio. Lakini mfukoni una bima ya afya ya kienyeji, hirizi. Baada ya hapo mambo yalikuwa? Baada ya hapo nilianza kuhudhuria huko kanisani kwa mara ya kwanza. Na mimi wakanihesabu sehemu ya ushirika wa hilo kanisa. Lakini hirizi ipo? Hirizi ipo kama kawaida. Huiachi kwa sababu gani? Siiachi kwa sababu niliambiwa ni ulinzi wangu. Kiasi ambacho mtu yeyote mbaya kama anataka kuja ile hirizi itaijulisha. Ndio. Kwa ile hirizi niliamini sana. Sikuitupa. Na niliamini kwamba hakuna mtu anayejua kwamba nina hirizi. Kwenda nyamaza nayo kimya. Nikaendelea nayo ile hirizi. Wakati naingia kwenye hilo kanisa, nikawa natamani kuona watu wakati wanaomba, naona wanafika mahali wanaongea lugha tofauti. Sio Kiswahili, sio Kiingereza. Nikawa nashangaa hii ni nini? Nikampata mtu mmoja nikamwambia, hiki mnachoongea mbona sikielewi? Anasema ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu? Sema ndio. Nikamwambia mbona mimi sijajazwa? Akasema na wewe ukimwomba Mungu utajazwa na Roho Mtakatifu. Sasa nikawa na mimi natamani wakati wa kuomba niwe kama wao, lakini inashindikana. Ile hali ilinitesa ndani ya miezi 6. Siku moja nilikuwa naishi na dada zangu pale. Wakati wanafua zile nguo, bahati mbaya nilifanya makosa. Nguo zangu wakati wanachukua sikuiondoa hirizi. Nikaenda kufuliwa. Wakati wanafua wakakuta kuna kitu kigumu. Baadaye kucheki mle ndani wakakuta kuna hirizi. Na wale dada zangu walikuwa wameokoka. Wakaniita. Waliponiita, nilipowasogelea nikakuta wao wanacheka, wanatabasamu. Nikajiuliza wanatabasamu kuna nini? Wakanambia, waliniita kwa jina la Luciano. Hiki nini? Hilo ni jina la? Hilo ni jina la kwangu la asili. Ikabidi niwajibu kwa ukali kwa sababu ilikuwa ni siri yangu. Nikamwambia hiyo ni hirizi. Kaambia wewe sasa hivi umeokoka bwana. Usitegemee hizo hirizi. Kaambia hapana, hiyo hirizi siwezi kuiacha, nilishaambiwa. Wewe nakumbuka dadangu anaitwa Emi. Akaambia hakuna, Yesu anaweza. Kaambia kweli? Kaambia ndio. Unaweza kuichoma moto hii wewe mwenyewe au sisi? Nikaambia basi kama kweli Yesu anaweza, nipeni hiyo hirizi nikaichome mwenyewe. Waliponipa ile hirizi, na mimi sikuamini kwa namna ambavyo nilivyoelezwa, namna ambavyo ilikuwa linatikisika wakati mwingine kama kuna jambo lolote. Niliingia katikati ya msitu. Nikajua ndani kutakuwa na bomu la ajabu. Nikachukua kiwembe, nikaishika ile hirizi, nikaanza kuikata taratibu nione ni nini humo ndani.
Nilipoikata ile hirizi kuangalia mle ndani sikuona kitu chochote zaidi ya niliona kama magamba ya miguu ya kuku. Unajua kuku kama unataka kumwandaa kuna magamba moto yanachubuka. Nikayaona yale na vitu kama vyakula vya kuku mle ndani. Nikaishia hapo, nikaitupa ile hirizi. Sasa nilipotupa hirizi ndo nahisi ndo mwanzo wa kuokoka. Umeenda kuchana kwanza kutaka kujua kwamba ndani kuna nini? Ndio. Ukakuta ulivyovikuta. Ndio. Umesema huo ndio mwanzo wa kuokoka. Ndio. Kivipi? Uliaminishwa ule ndo ulinzi wako? Yeah. Umeenda umepasua, umekuta ulichokikuta. Sasa unataka kumwamini Yesu. Imani kwa Yesu imejengekaje tena? Imani kwa Yesu ilijengeka kwa sababu hirizi sinayo tena. Maana yake lazima nimtegemee huyo Yesu anayesema anaweza kila kitu. Nikaweka imani kwake. Nikaanza na mimi kuomba kutoka ndani ya moyo. Na matokeo yake kwamba ile hirizi ilikuwa ni kizuizi. Nilikuwa natamani na mimi nijazwe na huyo Roho Mtakatifu. Lakini ndani ya miezi 6 sikujazwa. Baada ya kutupa ile hirizi, sitasahau. Zamani mkesha ulikuwa ni Jumamosi. Tukiwa kwenye mkesha saa 8 usiku. Nilijazwa na Roho Mtakatifu. Nilipojazwa na Roho Mtakatifu, mchungaji ambaye tulikuwa naye wakati huo akanipa hongera kwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Ulijuaje? Nilijua kwa sababu kwanza kuna nguvu isiyo ya kawaida ilikuja, afu niliomba sio kawaida, nikawa nazungumza maneno ambayo sijawahi kuyasema. Na yule dadangu mmoja alikuwa anaishi naye akaja akasema, leo umejazwa na Roho Mtakatifu. Nikafurahia sana. Kuanzia hapo maisha yangu yakaanza kubadilishwa. Hapo una umri gani? Hapo nina umri wa miaka 16 sasa. 16. Na unafanya kazi gani Kibaha au unafanya shughuli gani? Hapo Kibaha nilikuwa nafanya kantini ya mkoa. Ya upande wa chakula. Unapika au unasambaza? Napika pale. Kwa mtaalamu bwana, unapika? Ndio. Sawa sawa. Maisha yakaendeleaje? Sasa umeona kujazwa Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu haikuchukua muda. Nikaenda kubatizwa. Baada ya kurudi kubatizwa, nikatamani sasa, ile shauku inakuja ndani kwamba ninatamani kila kitu kinachofanyika hapo kanisani na mimi nikifanya. Ni wakati wa matoleo ya sadaka, nilikuwa naona wengine wanaenda na bahasha. Sasa sisi kwetu tulikotokea hakuna mfumo, sijawahi kuona watu wanaenda na bahasha. Nikamuuliza dada mmoja, nikamwambia zile bahasha ni za nini? Akanambia zile bahasha kwa ajili ya mafungu ya 10. Kabla mafungu ya 10 unatoaje? Akanielekeza, nikamwambia je, na mimi naweza kupewa hiyo bahasha? Akamwambia unaweza kupewa. Nikamwambia basi na mimi naomba bahasha. Nikapewa ile bahasha. Kwa mara ya kwanza napeleka fungu langu la 10 kanisani. Yaani nilijisikia kwamba na mimi ni sehemu hasa ya watu ambao kweli wameokoka. Yani, tamani. Sawa, kwa hiyo ukawa unahudhuria ibada, unaomba vizuri, unatoa sadaka. Una miaka 16. Maisha yaliendeleaje? Baada ya hapo maisha yaliendelea. Baadaye nikaja kuchaguliwa kwa kiongozi wa vijana. Wakati naendelea na uongozi wa vijana, baadaye nikaja kuchaguliwa kwa shemasi. Wakati naendelea na ushemasi, ukatokea mshirika mmoja ambaye alikuwa na gari. Akasema, jamani, kama vijana, hebu tuende kuhubiri injili huko vijijini. Sitasahau wakati huo tukajaribu kuweka ramani za vijiji vyote kwenye mkoa wa Pwani. Na kijiji chetu cha kwanza ambacho tulianza kuhubiri ilikuwa ni Boko Timiza na Boko Mjemera. Na lengo letu ambao tuliweka mkakati kwamba tutakuwa tunahubiri injili. Watu wakiokoka tutaanzisha kanisa hapo. Mchungaji atakuja huku nyuma
atabatiza, atatafuta mchungaji. Sisi kazi yetu ni kuendelea kuhubiri Injili, sio kuwa wachungaji. Ndicho ambacho tulikuwa tumepanga hicho. Kwa hiyo mkazunguka vijiji vingapi na mlikuwa mnakutana na mambo gani huko kwenye vijiji? Tukianza na hivyo vya Boko Timiza na Boko Mnemela. Kianza na Boko Timiza na Boko Mnemela. Tulifanya kuwa kituo hiki kimoja kwa sababu ni vijiji ambavyo viko karibu. Ilikuwa mkifika hapo mnafuata taratibu gani? Mnafanyaje? Tulikuwa tunaripoti kwenye ofisi za serikali za kijiji. Alafu tunapewa kibali. Tunaanza mkutano. Baada ya hapo tunaomba kuabudia shuleni. Zamani nilikuwa naomba shuleni unapewa madarasa ya kuabudia. Na baada ya kuanzisha ile kanisa pale, sisi tulitegemea atakuja mchungaji, sisi tuendelee mbele. Haikuwa hivi. Nakumbuka tumekaa pale kulihudumia kanisa karibu mwaka mzima. Tukitaka kwenda sehemu nyingine, hawa utawaachaje? Wanahudumiwa na nani? Basi kabidi tukae hapo kulihudumia hapo. Zile ndoto za kwenda kijiji kingine ilitupa shida kwa sababu hakuna anayeweza kusimamia huku nyuma. Sawa, ni kwamba mlikuwa mnaenda weekend kwa maana siku za labda za Jumamosi na Jumapili kwa sababu wewe pia unafanya kazi huko. Ndio. Ulikuwa unapangaje ratiba ili Boko Mnemela na Boko Timiza wahudumiwe na wewe kufanya majukumu yako ya kujitafutia kipato cha majukumu ya kibinadamu kawaida? Ratiba ilikuwa imekaa vizuri. Napotoka saa 9:30 unanyoosha moja kwa moja kwenye huduma. Na huduma ilikuwa sio kila siku. Huduma ilikuwa ni siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Na siku ya Jumapili. Ratiba ambazo tulikuwa tumeziachilia. Yeah. Sawa. Maisha yaliendeleaje hapo? Maisha baada ya hapo yaliendelea kwa maana nilikuwa natamani sana kuhubiri Injili ila sio niwe mchungaji. Na hicho kitu ambacho nilikikataa. Na nilikataa. Tunashukuru Mungu kwamba neema ya sasa hivi ni tofauti pia. Ni tofauti. Zamani ukimwona mchungaji kwa sababu nilikuwa karibu na mchungaji. Yaani unakuta maisha anayeishi mchungaji. Yaani anatia saa nyingine. Kwa ile kitu ambacho na hata mimi nikamwambia siwezi nikawa mchungaji. Injili nitahubiri. Nikahubiri Injili kwa gharama zangu lakini siwezi kuwa mchungaji. Ile hali ikanikaa moyoni kupenda kuhubiri lakini nisiwe mchungaji. Kwa nini? Nilishaona shida na taabu ya mchungaji wangu ambayo anayoishi. Kwa ile hali iliendelea. Baada ya hapo ile kanisa mama kwa tunaabudu wakaja kufungua tawi ambako nilikuwa naishi mimi. Kwa hiyo ilianzia nyumbani kwangu. Ulikuwa unaishi mtaa gani? Nilikuwa naishi Maili Moja. Basi kaanzia kuabudu hapo. Mchungaji wetu akanunua eneo la kiwanja hapo. Maili Moja ni kubwa, sehemu gani? Maili Moja ilikuwa inajulikana kama Tenki. Sawa. Basi kanisa lilianzishwa mwaka 1992 kwenye mkutano wa Egon Park. Ulihubiriwa pale viwanja vya Maili Moja hapa chini. Kanisa likaanza pale. Tulianza kama watu 6. Na baadaye tukapata mchungaji aliyekuja pale akaanza kutuhudumia ambaye kwa sasa ni Askofu Uswege Mwakisyala. Wakati amefika pale akaniteua kuwa mzee kiongozi. Kwa hiyo ndoto za kuzunguka kwenda huko zikawa zimekufa. Nikabaki kwenye kanisa la mahali pamoja. Wakati nimeendelea na mchungaji wangu Uswege Mwakisyala ambaye kwa sasa ni askofu. Sikumbuki ni mwezi gani. Lakini alitoka mzee wangu ambaye sasa hivi ni mchungaji aliyenilea mimi. Anaitwa Anthony Wala, yuko TAG Arusha. Huku Njilo. Alifunga safari kutoka Arusha akaja kwangu. Akaniambia, bwana, nimekuja kukuuliza jambo hili moja. Je, humo ndani huna msukumo wa kumtumikia Mungu? Nikamwambia ninao. Akasema basi. Ni hicho tunataka. Sitasahau ule mchungaji akaondoka, aliniachia 10,000. Mwaka gani? Ile ilikuwa ni mwaka 1995. 10,000. Basi mimi nimekaa, sijawahi kumwambia mchungaji wangu kwamba nina wito labda kumtumikia Mungu.
hicho kitu yani kilikuwa hakiji kwamba kama kweli Mungu ananiita mchungaji wangu ataona atakuja kunieleza. Basi siku moja mchungaji wangu huyu ambaye Usuleja Mwakisyala alikuja pale nyumbani akanambia, wakati huo yeye yuko chuoni, akaambia, Mtenda, nikimaliza chuo itabidi na wewe uende chuo, lakini nenda chuo mama, usisome dei kama mimi. Sikumkatalia, nikamwambia sawa mchungaji, tatizo. Alipoondoka siku nyingine tena akaja nyumbani, akamuita mke wangu, akamwambia, mama Mtenda, mume wako bwana itabidi aende chuoni, unasemaje? Mke wangu akasema, haina tatizo mchungaji, kama wewe umeona kuna kitu wala mimi sina cha kuzuia chochote. Sawa, kabla hujaendelea hapo, ulikuwa kijana mkafungua huduma Boko Mnemela, Boko Timiza, lakini baadaye ukarudi huku ukawa na kituo hapo maili moja Tangini. Ndoa imeingia muda gani? Okay, ndoa mimi nimeoa mwaka 1994. Na mchungaji wangu Usuleja Mwakisyala amekuja 1994. Na mtoto wetu wa kwanza anayeitwa Seth alienda kututoa hospitalini, alikuwa ni huyu mchungaji wangu Usuleja Mwakisyala na gari lake. Sawa. Hayo mambo yote ya kihuduma na wakati huo ulikuwa bado unafanya kazi ile ile ya kule ya kantini. Mkeo alipokeaje swala kwenda kusoma uchungaji? Na yeye alipoelezwa hakuweza kukataa. Alimuitikia mchungaji wangu, akamwambia hamna tatizo. Alipoitikia basi tukaendelea pale kuabudu kama washirika wa kawaida, na ilipofika wakati kabla sijaenda kusoma, mchungaji wangu akaniambia, bwana, kuna mahali natakiwa uende, wanamtaka mchungaji wa kwenda kusimamia. Kaambia hamna tatizo, kama mchungaji wangu umeona ni vyema, basi itakuwa haina shida. Wakanipeleka tukatafuta hilo eneo. Wale wao walikuwa wameshaenda na mchungaji wao. Ilikuwa maeneo ya Chalinze, Rugoba. Lakini baadaye tukaja kufungua huku panaitwa Mboga, ambapo walikuwa ni kijijini sana, lakini Rugoba ni mjini. Mchungaji wangu akaniambia ni vizuri uanzie kwenye mji kuliko hapa. Kaambia lakini hapa ndipo naona amani. Hapo hujaenda chuo au ulikuwa? Sijaenda chuo. Ndio. Zamani nilikuwa naruhusiwa kuanza huduma kabla hujaenda chuo, afu baadaye unaenda chuo. Basi akanambia basi wewe fungua hapo, lakini baadaye unaweza kufungua kama tawi huko mjini. Kaambia sawa. Mke umemwacha wapi? Mke wakati huo bado huko maili moja. Kwa sababu ya mazingira kule alivyokuwa wakati huo Chalinze ilikuwa na shida ya maji na nini. Mchungaji wangu alinishauri kwamba usiondoke na familia haraka. Mke alikuwa anafanya kazi gani? Mke wangu alikuwa afanya kazi yote. Kwa sasa wewe ukihamia kule na kazi wewe ulikuwa unafanya huku Tumbi inakuaje? Wakati huo nishaacha. Umeshaacha? Sasa nimekuwa mfanya biashara. Ulikuwa unafanya biashara gani? Nilikuwa nafanya biashara, kulikuwa na duka, nilikuwa nafuga kuku, nilikuwa nachukua mahindi niko. Kwa hiyo ukamwachia mama project? Project haikuwa kubwa kivile. Ni kama kushindana na Mungu, kikao kinakukutika kimoja baada ya kingine. Sasa wakati umeenda Chalinze huku, mama umemwacha kwenye mazingira gani? Mama yeye nilimwacha sasa hadi kuku tulishindwa hata kufuga. Alikuwa anakulaje na familia na wewe unaenda Chalinze? Wakati huo sasa nilikuwa tunategemea, bahati nzuri pale tulipokuwa tunaishi kulikuwa na bomba la maji. Kwa hiyo akawa analima vichicha pale nje. Lakini mke wangu alikuwa ana ujuzi wa kupika keki na vitumbua na maandazi. Kwa hiyo akawa anapika hiyo vitu, ninatusukuma tukafungua genge hapo. Kutoka kwenye duka tukaishia kwenye genge. Sawa. Maisha ya Chalinze. Ndio. Umefungua huduma huko kijijini. Ndio. Huduma iliendeleaje? Kwa kweli huduma nilipoanza kule Chalinze, naweza nikasema kwanza niliandika barua kwenda kuomba kibali cha kuabudia shuleni. Nikapewa kibali. Baada ya kupewa kibali, nilianza kuabudu peke yangu kwenye hilo darasa.
Peke yako unapiga nyimbo pale, unahubiri peke yako? Hata nyimbo zenyewe ilikuwa wakati huo hamna. Ni wewe, makofi kama makofi. Hata ngoma ya ngozi ya ng'ombe hamna. Ulienda peke yako hivyo ibadani kwa muda gani? Nilienda hivyo ibada, ilikuwa peke yangu ni kama miezi 3. Mchana nilikuwa napita kushuhudia. Na wakati huo napita kushuhudia, nadhani kulikuwa na vuguvugu moja upande wa pili walinunua Biblia nyingi sana. Tule vurugu za Mondo Chai. Kwa hiyo kila nyumba ambayo inaingia wanatoa Biblia. Basi tunaanza kuongea pale maneno ya Mungu, lakini wao tayari walishapewa labda vipengele fulani kwenye Biblia, vifungu vya kuweza kukashifu Kristo haupo. Basi na mimi kwa neema ya Mungu nilikuwa nawasaidia, kwa sababu tafsiri ambayo ilikuwa na tafsiri ilikuwa sio tafsiri iliyo sahihi. Kila nayoingia nyumba wanatoa Biblia. Basi mimi nikaona niongeze bidii ya maombi. Naingia mwezi wa 2, mtoto mmoja akaingia kwenye hilo darasa asubuhi, siku ya Jumapili. Basi alipoingia akakaa kwenye benchi, na mimi ndo nilikuwa mwimbishaji mwenyewe, mwitikiaji mwenyewe, mhubiri mwenyewe, namaliza ibada. Kaendelea na yule mtoto kama wiki 2. Jumapili moja kulikuwa na mwalimu wa zamu ambaye anakagua mazingira. Wakati anazungukia mazingira siku ya Jumapili, mimi nimeanza ibada yangu. Yule mwalimu sasa natoa ushuhuda. Wakati mimi naimbisha, niko na yule mtoto peke yake, anasema yeye alisikia nyimbo za watu wengi wanaimba huko ndani. Basi wakati huko nje kwenye mazingira anakagua, aliposikia watu wanaimba wamejaa huko ndani, akatamani aone huyu mchungaji hao watu wametoka wapi. Sasa kuona kwa nje hawezi, kwa sababu msingi ulikuwa juu. Ilimlazimu afungue mlango aingie. Alipoingia ndani akanikuta mimi na huyo mtoto mdogo. Yule mwalimu kwa kuona aibu wa kutoka, ikabidi abaki huko ndani. Na kwa mara ya kwanza Mungu akaniletea mshirika wa pili kumuhubiri. Hata kama alikuwa hajaokoka, nilijisikia vizuri. Baada ya hapo ikaingia sasa mwezi wa 3. Sitasahau, mshirika wa kwanza aliyeokoka alikuwa ni mama ambaye alikuwa ni mshirikina. Lakini walizidiana na mshirikina mwenzake. Akapigwa. Huyo ndiye alikuwa ameokoka wa kwanza. Ilikuwaje ulivyozungumza naye, chanzo kilikuwa nini mpaka ameamua? Kwa sababu sawa amepigwa, sasa angeenda kutafuta uchawi mkubwa zaidi na yeye aende kumbomoa. Chanzo cha yule mama anasema kwamba yeye huyo mke mwenzake mdogo ndiye aliyemfundisha uchawi. Alipomfundisha uchawi, mke mdogo akamzidi mke mkubwa kwa uchawi. Kwa ile mama alikuwa ukija, kama mnakutana naye anakuja mbele yako hivi, anainua nguo zote mbele. Kama mtu anazunguka tu. Basi huyo ndiye aliyekuwa mshirika wangu wa kwanza. Ni kama ufahamu wake haujakaa vizuri. Okay. Basi kuendelea kumwombea, kadri unavyoendelea kumwombea, ufahamu wake ukawa unarudi unakaa sawa. Tukaendelea naye kama miezi 6. Mungu akaja kumfungua, ufahamu wake ukakaa vizuri. Na ndiye Mungu alimtumia kunitunza kule Mboga sivyo kawaida. Yeah. Sawa. Tuendelee. Asante. Basi baada ya hapo yule mama Mungu akaanza kumtumia. Nakumbuka siku moja nilikosa kabisa mboga. Yule mama akaniletea mayai 2 ya bata. Nilimshukuru Mungu. Hapo ulikuwa umepanga? Umepanga. Sawa. Baadaye naendelea pale, mkutano wa kwanza nikaletewa na mchungaji wangu Swege Mwakisiano. Ukahubiriwa ule mkutano pale, vijana wengi waliokoka. Na tukaandika yale majina. Baada ya kuisha mkutano, nilipoanza kuwafuatilia, kila unapofuatilia mahali walipotokea na walipoandika, wanaenda kuulizia fulani na mpataji. Wanasema huyu mtu atujui. Kuja kugundua baadaye, kumbe waliandika majina ambayo sio halisia. Basi katokea hivyo, nikakosa wale washirika, kaendelea kuabudu. Baadaye nikapata washirika jamii ya Kimasai. Nikaanza nao pale, kaanza kuabudu nao, wakafika karibu 25.
Nilipokuwa nashuhudia wenyeji wa pale wanakubali kuokoka, lakini walikuwa na utamaduni kwamba kanisa analoingia Masai wao hawaingii. Na Wamasai wanapoingia hawa ndugu zangu na wao hawaingii. Manake walikuwa wana majina ya kwao, kwamba wenyeji Masai wanawaita Wakwavi na Wakwavi wanawaita Rumeki. Yani mtu akuja hawezi kuchangamana. Hiyo kitu ilinipa shida sana pale Mbombe. Kaambia Mungu, umenileta hapa kwa watu wote, inakuwaje kuokoka kwa Masai iwe kizuizi kwa hawa wenyeji wa hapa wasije kwa sababu ya hao? Nasema hicho kitu hakiwezekani. Basi nikaamua kuingia kwenye maombi, nikaanza kuvunja zile ngome na kuvunja zile ngome. Baada ya mwaka mmoja akaokoka kijana mmoja mwenyeji wa pale. Nilipookoka akaja. Nilipokuja kanisani, ule kijana alipata vita sio ya kawaida. Kwanza unaendaje kusali kanisa la Wamasai? Nikamtia moyo, nikamwambia kijana, simama, usiogope. Wiki linalofuata nilikuwa na kanisa moja hapo sitaki kulitaja. Kiongozi wao akatangaza kwamba kuna dini mpya imeingia hapa. Inawapa watu pesa ili wakaabudu kule. Zile habari zikanifikia, lakini kwa sababu mimi sijampa hela yoyote, mimi nikaamua kuacha. Nikamtia moyo huyu kijana. Huyu kijana alipoendelea, baadaye mke wake naye akaokoka. Baadaye akaendelea kuokoka. Baadaye nikawa na kanisa mchanganyiko la Wamasai na wenyeji kwa maana ya Wakwele. Ile kanisa lilifikia kuwa na watu 45. Okay. Wakati huo sasa nikiwa chuoni, nimeshaenda chuoni, mimi nimesoma Arusha. Ulipenda Arusha, kanisa ulimwachia nani? Nilimwachia mke wangu. Aha. Alikuwa anachunga. Kwa hiyo ikabidi ahamie kule na familia. Ya baadaye alishahamia kule. Sawa sawa. Basi nikiwa Arusha, niko mwaka wa pili, nikapata barua 2006. Kwamba unahamishiwa Kibaha. Sangani. Basi niliporudi ikabidi niwaone viongozi, wakanileta hapa, kaja kuripoti. Nilipofika mahali hapa nilikabidhiwa kanisa 2006 mwezi wa 4. Kuja hapa nikakabidhiwa lile kanisa, nilikuta likiwa na washirika kama 25. Na kanisa jengo lilikuwa la namna gani? Jengo lilikuwa limejengwa mwaka 2000. Ambalo unaliona hilo hapo, ambalo sasa hivi tuko kwenye upanuzi. Sawa sawa, kumbe ni hili. Ni hilo hapo. Sawa sawa. Basi nilipokabidhiwa ile kanisa baada ya kumaliza Pasaka, ikabidi nirudi chuoni na familia nimeileta hapa, ni kama nilileta nikaibwaga. Sawa. Kule Chalinze umemwacha nani? Kule Chalinze alipelekwa mchungaji mwingine. Haya, wewe na mkeo mmekuja Msangani mwaka 2006. Maisha ya hapa Msangani yakawaje kuanzia mwaka huo? Kwa kweli maisha hapa Msangani kidogo yalikuwa magumu kwa maana ya mwilini. Kwa sababu kule mboga tulikuwa tunalima mazao yanapatikana mahindi. Lakini huku hakuna eneo la kulima. Umekuwa mgeni. Lakini pia muda wa kukaa huku kaa ni mfupi kwa sababu nakuwa chuoni. Kwa hiyo mke wangu yeye akawa mwenyeji zaidi. Hadi leo mke wangu yeye ndo anafahamu maeneo mengi kuliko hata mimi. Na sitasahau wakati tunatoka mboga tunakuja huku, tulikuwa na mifugo yetu, nguruwe. Kauza nguruwe kwamba bwana tunapoenda huko tukanunue kiwanja cha kujenga, sababu mboga tulishanunua kiwanja, nataka kuanza kujenga. Kaambia twende tukanunue kiwanja. Wakati tunaondoka hapa kwenda Arusha, ile hela wakati ule ambayo niliipata ilikuwa ndogo, walinipa 20,000. Na ule 12,000. Bado huna hela kujikimu kule. Bado hela ya vitini. Mke wangu akanambia chukua 50,000 katika hela 3. Wewe acha tutaangalia huku Mungu atafanya nini. Basi nilipoenda Arusha nikarudi vipi, akasema tunamshukuru Mungu anatupigania.
Basi ndani ya huo mwezi mmoja likizo, nikikaa pale tunamwomba Mungu, wakati wote tulikuwa tumepangiwa hapo center kwenye mji. Baadaye nikamwomba Mungu, niambia mke wangu, hebu tutafute mahali ambapo nje ya mji tukakae hapo ili niwaache kwa amani. Mke wangu akawa amelikubalia hilo. Tukatafuta nje ya mji tukakaa hapo. Baadaye nikarudi nikaenda kumaliza chuo. Kumaliza chuo kwa ni kama nimeanza huduma rasmi. Baada ya kukaa hapa, baada ya kumaliza chuo, baada ya miaka miwili 2008 ndio tukaanza maono ya hili eneo. Kwanza tulianza na maono ya kupanua eneo. Eneo letu lilikuwa ni dogo, na sisi tuna maono makubwa. Kwa hiyo tulianza kupanua eneo letu. Nadhani unavyoona hii miti ndio eneo lilikuwa limeishia hapo. Aha. Yeah. Okay. Kwa hiyo mkaendelea na ujenzi kama hivi unavyoonekana. Ndiyo. Na huduma zingine zinaendelea mpaka leo. Ndiyo. Tukielekea kuhitimisha, natamani sana kujua nafasi ya mama mchungaji kwenye safari yako yote mpaka hapa. Unaweza kumwelezea ni mwanamke wa namna gani? Kwa kweli kwanza namshukuru Mungu. Huyu mama ni Mungu ndiye aliyenipa. Ni mama ambaye anampenda Mungu. Ni mama ambaye ni mtumishi. Ni mama ambaye ana mzigo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na nadhani hata leo umemuona hapo. Hata tunapoongea hapa yuko huko ana huduma na wafanyia kazi ni watu. Kwa hiyo ni mtu ambaye amenisaidia sana hata kwa huduma nyepesi. Yaani sio yeye tena awe kikwazo. Hapana. Amekuwa ni baraka, hata nikisafiri nikienda wapi, kama wazee hawajahubiri basi anasimama yeye kuhubiri. Yeah. Sawa. Ujumbe wako wa mwisho ungetamani kuwaambia nini watazamaji wanaokutazama sasa? Wajumbe, ndugu zangu anayenitazama hapa. Kwanza nilitaka niwatie moyo hususan wenzangu walioitwa na Mungu kumtumikia Mungu. Kazi hii ya Mungu wasitake mafanikio haraka. Kitu kikubwa wawe waaminifu. Wamuombe Mungu. Mahali popote akiwa na mahusiano mazuri na Mungu. Lazima patakuwa na mafanikio na matokeo makubwa. Hicho ambacho mimi nakiomba sana sana, kwa sababu wengi nasikia shuhuda ameenda mahali anasema ni pagumu, anakata tamaa, sijui kuna hiki na hiki na hiki, lakini napenda niwatie moyo. Huyu Mungu tunayemtumikia hawezi kumwacha mtu. Mimi nimeshuhudia, haya mengine nimekatisha. Nikiwa mboga kuna wakati tumelala na njaa. Lakini kile kipindi Mungu ametuvusha. Leo tunapata majaribu mengine, lakini tuwezi kuzungumzia tena swala la chakula. Na kitu kikubwa ambacho natamani tuite injili hasa ya kweli, ambayo mtu akiisikia itakwenda kumsaidia na kubadilisha maisha ya kweli. Nilitamani hilo. Zaidi ya yote niwakaribisha. Sawa. Mko kwenye ujenzi, mambo ni moto kweli kweli. Kuna watu wao wanapendaga kushiriki baraka. Yaani hajawahi kufika Msangani, lakini anasema nimeona pale, naona kuna fursa. Nataka ning'ang'anie baraka pale, nishike mahali. Hebu atajie mawasiliano yako kwa wale ambao wangetamani kuwasiliana na wewe washiriki baraka ya ujenzi kwenye hatua mlioko. Unaweza kuwasiliana na wewe wakajua namna gani unaweza ukashiriki kwa sadaka. Kwanza kwa njia ya mawasiliano ya kwangu binafsi, kwa maana ya simu, ni 0754019007. Tumehitimisha kwa namna hiyo. Kama ungetamani sana kushiriki baraka ya shughuli ya ujenzi hapa Msangani ambako mtumishi wa Mungu mchungaji Elieza Mtenda anahudumu, basi nambari ya account inaonekana hapo na jina la account, lakini pia namba ya simu kama alivyohitaji mtumishi umeisikia hapo. Unaweza kuwasiliana naye kwa ajili ya kuzungumza naye mambo kadha wa kadha. Sisi tunahitimisha kwa mtindo huu. Kwa niaba ya kameramani
Pancras Komba. Mimi naitwa Ben Miti Mingi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.